Naitwa Abdallah Mpenda, ni miongoni mwa vijana ambao leo hii tumegaiwa hizi bajaji kama ilivyokuwa katika utaratibu na mpango ambao umepanga serikali na hususani viongozi wetu wa mkoa wa Ruvuma. Kwa leo siku ya tarehe 13 mwezi wa 5 2026 imefanyika zoezi la ugawaji wa bajaji kwa wenye uhitaji na makundi maalum, na hasa tumelengwa sisi vijana kwa kuwa sisi ndio nguvu kazi, na hali zetu za chini viongozi wetu wameziona na wakaamua kutenga fungu maalum kwa ajili ya kutukopesha sisi bajaji. Adam Anastas, ahadi yangu kwa serikali ni kwamba kama tulikuwa tunaweza kuendesha bajaji za watu na tukapeleka kiwango, wenyewe tunaita kiwango, kwa upande huu kwenye mkopo tunasema ni marejesho. Kama tulikuwa tunaweza kupeleka kiwango kwa mabosi wenye bajaji zao, kwa na imani leo hii tumewezeshwa na serikali kupata bajaji hizi, hivyo tunaahidi tuna uwezo wa kile kiwango cha kupeleka kwa mabosi tukakifanya kuwa ni rejesho. Kwa hivyo serikali isitutilie shaka, fedha zao zitarudi tena kwa uhakika kabisa, kikamilifu, na pia najua tusiporudisha sisi hata wengine itakuwa ngumu kufaika. Kwa majina naitwa Rosita Fortunatus Mwagu, ni dereva bajaji wa manispaa ya Songea. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya madereva wenzangu ambao tumekuwa wanufaika wa mikopo ya 10% kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mkuu wa mkoa akishirikiana na kamati ya wilaya, mkurugenzi na wengine wote ambao wameshiriki, pamoja na maafisa maendeleo wa manispaa yetu. Napenda pia kusema asante sana. Tunashukuru kwa umoja wenu ambao umetuonesha, kwa upendo wenu ambao mmejaribu kuangalia kwa jicho la tatu namna kutukwamua wanawake kutoka katika hali moja kwenda hali ya juu kupitia shughuli za kimaendeleo. Lakini pia napenda kuwaasa wanawake wenzangu, msiwe na uoga, fursa zipo. Halmashauri yetu inafanya kazi pamoja na wananchi wake kwa umoja na upendo. Kwani na wasio na watu wenzangu popote mliko, msisite wala msikate tamaa, mje kuonana na maafisa maendeleo wa kata ili muweze kunufaika nanyi katika mikopo hii ya 10%. Ama ni moja ya halmashauri ambazo zimepokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais kupitia wizara yake ya TAMISEMI kuhusiana na utoaji wa mikopo ambayo inazingatia matakwa ya sheria kifungu namba 37 cha sheria ya fedha ya serikali za mitaa, lakini na mwongozo ambao umeendelea kutolewa wa maboresho mbalimbali kuhusiana na utoaji wa mikopo hii kwa mwaka 2024, pamoja na mifumo mingine yote ambayo imewekwa, ikiweka halmashauri yetu moja ya halmashauri 10 ambazo zinatakiwa zitoe mikopo kwa kutumia mifumo ya benki. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina hakika unafahamu mchakato na ugumu ambao tumepitia. Kwa kipindi cha muda mrefu sana tumekuwa tuna fedha za kutosha, lakini tumepata shida kidogo kwenye huu mfumo mpya. Lakini furaha ambayo naweza nikaisema ipo leo ni kwamba haya matatizo yote ama changamoto zile zote ambazo tumezipitia tumeweza kukabiliana nazo, na sasa tunaweza kusema kwamba mifumo yetu ya NMB pamoja na halmashauri kwa maana ya serikali imeoana, na ushahidi ni kwamba awamu yetu ya kwanza tulikusudia kutoa milioni 389. Actually ilikuwa milioni 389, tulitangaza bilioni 1.2, lakini waombaji wakaomba vikundi vyenye thamani ya milioni 389 ambao vilikidhi vigezo. Na hii ni moja ya changamoto ambayo tulikabiliana nayo, kwa sababu kulikuwa tunaanza mfumo mpya. Wenzetu wale walivyokuwa naomba vikundi walikuwa naomba kama vile wanaomba zamani. Kwa hiyo tukajikuta badala ya kutoa 1.2 bilioni tukafikia kuidhinisha milioni 389. Lakini hata hiyo milioni 389 wakati tunaanza kutoa, kuna changamoto nyingine. Ukichelewa tu kidogo, mtu yoyote anaweza akaenda akakopa kwingine. Mfumo wetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, unatambua pia hata ukienda kusongesha utakutenda. Kwa hiyo
kwa sababu hiyo tukajikuta tunatoa milioni 249 kwa awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili tukatangaza pia, tukashukuru Mungu, watu wakaomba ama vikundi vikaomba milioni 372 ambavyo ndio sehemu ya hii shughuli ambayo unaenda kuisimamia leo ama kuiongoza leo. Lakini mbali na hapo, kama matakwa ya sheria yanavyonitaka kama mtendaji mkuu wa halmashauri, kila shilingi ninayokusanya ninatakiwa nitenge shilingi 10% ya hiyo shilingi ili iweze kuenda kwenye utoaji wa mikopo hii. Kwa hiyo utaratibu ambao nimejiwekea kwenye management, kila wiki kila shilingi ninayokusanya lazima nipeleke 10%, hata kama nina demand ya mahitaji ya halmashauri kiasi gani. Kwa kweli hiyo ni tabia ambayo nimejiwekea pamoja na timu yangu, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupitia baraza la madiwani, na wenyewe wanatuhakiki kila mwezi kwamba tumekusanya shilingi ngapi kwa mwezi huo na tumepeleka shilingi ngapi. Kwa mwaka huu mpaka sasa hivi tumekusanya bilioni 7.2, na nikuhakikishie milioni 720 ipo kwenye mfuko na inatengeneza sehemu ya fedha ambayo tuko tayari kuitoa kwa awamu ya tatu ambayo ni 1.2 bilioni. Ningependa vile vile kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia wizara ya TAMISEMI kwa ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kuipa benki ya NMB nafasi hii adhimu ya kushiriki katika mchakato wa kutoa mikopo ya 10% kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Sisi kama benki NMB tumechukua fursa hii kuona ni nafasi kubwa sana ambayo tumepewa, kwa sababu tumepewa kuweza kushiriki kwenye wilaya 6, wilaya pamoja na miji 6 kati ya wilaya na miji 10 iliyokuwa imeteuliwa kuweza kwenda kuanza kama pilot ili tuende kuona utendaji kazi wa mfumo wa kibenki kwa utoaji wa hii mikopo. Benki ya NMB imesaini pia makubaliano na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Songea kwa ajili ya utoaji wa hii mikopo kwa vijana, watu wenye ulemavu na pamoja na wanawake. Na hii mikopo ni mikopo ambayo haina riba. Ninashukuru mkurugenzi ameeleza kwa namna ambavyo utaratibu ulivyo wa hii mikopo, na sisi kama benki NMB kwa maana kwa halmashauri ya Songea tuna wajibu wa kuhudumia kata 21 zilizopo kwenye manispaa ya Songea. Awali tulipokea vikundi vingi ambavyo vilikuwa vimepitia mchakato, takriban vikundi 149 ambavyo vilikuwa vinapitia mchakato, lakini tulipoenda kukagua kama benki, kuna vitu ambavyo ameongea mkurugenzi hapa, kuna namna mifumo ilikuwa haisomani. Tukienda benki, kile tunachokiona na wenzetu ambacho wamekiona tulikuwa tunatofautiana. Nini? Kwa sababu tunatafuta kutengeneza mfumo wezeshi ambao utawezesha hii mikopo si tu kwamba tunaitoa, lakini naweza kurudi serikalini tena kwa ajili ya kusaidia wengine wenye uhitaji. Tunaamini hao wanaopata ni sehemu ndogo sana ya Watanzania. Kwa hiyo sisi tuna wajibu kwanza ya kuhakikisha mfumo tunaotumia unaweza kuipa confidence serikali kwamba hizi hela zinazoenda kwa hawa wananchi au vijana au watu wenye uhitaji maalum ambao tumeweza kwenda kuainisha, wakipewa hii mikopo itarudi kwa ajili ya kusaidia kundi lingine ambalo bado wana uhitaji nao.